majina naitwa Daniel Gati Gisiri, ni mkulima wa wilaya ya Hanang mkoani Manyara. Lakini pia ni mfanyabiashara kutoka Arusha mjini. Kiwango changu cha elimu nina diploma ya marketing kutoka chuo cha JR Institute and Technology Arusha. Katika shughuli zangu za kiuchumi nilianza kwa level ya chini sana. Baada ya kuwa nimetoka kuajiriwa, nikajishughulisha katika shughuli za ujasiriamali. Nilianza na stationery, lakini nikaona kwamba ile stationery haileti impact kwenye jamii. Na nikawa nimefanya research ambayo nikataka kwenda kwenye kilimo. Ambayo nilihamia mkoa wa Morogoro. Nimekaa huko kama miaka 3 hivi. Nikifanya research gani, ni mazao gani ambayo naweza nikalima na yakaleta impact kwenye jamii. Ndio nimegundua kwamba zao kubwa lilikuwa ni mtama, lakini pia siishii kulima tu hiyo kwamba ni mtama na nini. Pia nikaingia kwenye shayiri kwamba shayiri ni kilimo cha biashara, lakini pia na ngano. Tuko na zaidi ya heka 500. Nakumbuka nilianza na kama heka 3. Kwa hiyo ukianza kujumlisha sema kuanza heka 3 mpaka heka 500, mtu anaweza kuona kama ni kitu kinavutia kidogo. Na lengo sio kwamba tumerelax, yani tumebweteka, yani tumeridhika kwamba heka 500 zinatosha. No, tuna lengo la kuendelea zaidi, lakini pia na kufanya wale wenzetu ambao wako nyuma yetu waone kwamba kweli unaweza kutoka chini na ukaenda mbali zaidi. Nilipoacha kazi, nilikuwa nimeajiriwa. Nilikuwa na kamtaji kangu kidogo ambao nilianzia nako kule Morogoro. Na mtaji wangu mkubwa umekuja kwenye investment ya kuencourage wakulima walime kwa wingi, kwa sababu tukiwa kilima kwa wingi tunakusanya pamoja alafu tunapeleka. Sasa ule mtaji wangu ulivyokuwa unakuwa, nikipata visenti na kutoka kwa wakulima pia naongezea kwa kwangu na napeleka. Kwa hiyo ule mtaji mdogo nilikuwa na circulate namna hiyo mpaka sasa. Wakulima wengi hatutumii madawa, mbolea na nini, na pia elimu kwa wakulima ni kidogo. Lakini namshukuru Mungu kwamba mimi angalau natoka kwenye nchi za wenzetu na angalia wanafanya vipi. Kampuni yangu hatuanzi kwenye zao, tunaanza kwenye market. Kama nataka kulima maharage nitamuuzia nani? Unaenda kwa yule mtu, unaongea naye, bwana mimi na maharage. Utanunua kwa shilingi ngapi? Hutegemei kuna mtu utakuwa umekaa nyumbani aje akwambia bana kuna soko la kitu fulani. Ni lazima wewe mwenyewe usource. Nimevutiwa na vitu vingi kutokana na juhudi zake Bwana Daniel kwenye kilimo. Maendeleo yake sasa hivi na kipindi nilichokuwa namfahamu ni tofauti. Anapiga hatua, anaweza kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya shughuli za biashara za kilimo. Tumeweza kupata contact kubwa ambazo tusingeweza kuzifikia bila kilimo. Tulifanikiwa kununua matrekta 2 ambao tunatumia kwa kulima. Na kama unavyoona hapa kuna mashine za kuvuna, sio za kwetu, tunakodisha. Kwa sababu hasijafikia hatua kununua mashine kama hii. Mashine kama hii ni fedha nyingi sana. Almost karibu milioni 600 mpaka 800 hivi. Lakini tunaweza kukodisha mashine kama hii, ikavuna, tukaweza kutengeneza ile mazao yetu katika ubora unaotakiwa na kupeleka. Mwanzoni nilikuwa najua kilimo kweli ni kazi ambayo haina kipato kizuri. Kwa mfano kwa wakulima nilikuwa nikiwafahamu, wanalima miaka na miaka, naona maisha yao yanazidi kuwa duni. Lakini baada ya Bwana Daniel kuanza na shughuli za kilimo, niliona maendeleo. Ndipo nikaja kuona sasa kwamba kumbe kilimo kweli kina manufaa zaidi ya shughuli nyingine. Ndio maana nikaamua kuacha shughuli nyingine nilizokuwa nikifanya, nikaamua kuingia kwenye kilimo. Nilipoanza nilikuwa sina kitu, sikuwa hata baiskeli. Lakini sasa hivi mafanikio nilionao ni makubwa. Naweza kukaa kwa nyumba nzuri ya kisasa. Nina usafiri. Naweza kusafiri nje za nje kwenye mikutano mbalimbali, makongamano mbalimbali ambayo yanahusu kilimo. Mtoto wangu anaweza kusoma international school ambayo nalipa zaidi ya milioni 1 na kitu kwa mwaka. Nimeweza kununua mitambo kama hizo trekta za kuweza kuongeza tena uzalishaji zaidi. Nina vitendea kazi, nina magari,
nina ofisi, nimeajiri watu ambao ni zaidi ya 7. Kampuni yangu imeweza kuwa na experts ambao ana PhD ya kilimo. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana ukiinganisha kwamba nilikotoka sina elimu ya kilimo, lakini nafanya kilimo na kuweza kupata expert wa kilimo. Ni mafanikio makubwa sana kwa interval ya miaka 4 hiyo. Alivyonieleza mara ya kwanza jinsi shughuli zake anavyoendesha, mimi nilifikiri kwanza ni mtu aliyesoma, aliyeingia ndani sana masuala ya kilimo. Lakini mimi alivyokuja kuniambia kwamba kilimo hakusoma kivile, lakini masuala yake tu ya uongozi, jinsi alivyoweza kuwaongoza watu wanaofanya nao kazi na kufikia kiwango alicho nacho sasa hivi, mimi kwanza alinigusa sana, yani alinivuta sana kuendelea kufanya naye kazi. Kwa kweli ni mfano wa kuigwa, sio tu kwa maneno, hasa ukiangalia takwimu ya shughuli alizozifanya katika kilimo. Passion Food Industry ni kampuni inayoshughulika na kuzalisha peanut butter na pia tunazalisha unga wa ulezi. Passion Food Industry ni mojawapo ya makampuni ya Dunia Trust Limited. Bwana Daniel namjua kwa kipindi kirefu, tumekuwa tukishirikiana naye kwenye management kama boss wangu. Tumekuwa tukishirikiana naye kwenye kazi mbalimbali za operation za Passion Food Industry. Kilimo kimezaa biashara nyingine na natumaini kitaendelea kuzaa na zaidi na zaidi. Kwenye kilimo kuna fursa kubwa sana ya kuweza kumaliza umaskini hapa Tanzania. Maana sisi Passion Food Industry tumefika mbali, tunaendelea vizuri, idadi ya wafanyakazi inaongezeka, mapato yetu yanaongezeka. Hivyo kwenye kilimo kuna fursa kubwa sana ya kuweza kuinua uchumi wa Tanzania. Kuna vijana ambao pia hawana mission ya kulima, wala hawana mission ya kufanya biashara nyingine, labda amesha darasa la 7, anataka ufundi na nini. Kwa hiyo nikaamua kufungua kampuni nyingine inaitwa Exodus Auto Limited, ambayo hiyo Exodus Limited kazi yao wao vijana na wasaidia kwa ajili ya kutengeneza magari, mechanics. Sisi katika hii garage tuko vijana 3, tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja. Daniel tulipokutana naye alitusaidia kupata vifaa na kujiendeleza. Na hapa tuna vijana pia ambao tunawasaidia, ambao pia tunatarajia baadaye wataweza enda pia kujitegemea katika shughuli zao za kawaida. Daniel kweli ana mbinu nyingi za kuendeleza vijana, na sisi kila wiki lazima tukutane naye kuomba ushauri na namna ya kuendeleza hapa. I'm not selfish. I want to be proud of others. Kwamba mtu afurahi na mimi kutoka kwangu. Kampuni, unaposema kampuni ni kwamba umechiachia kwa watu mbalimbali. Yaani uwanja umekuwa mkubwa. Hata wale wengine ambao wamekuzunguka pia wananufaika na wewe. Kwa hiyo lengo ni kuwa na ambition kubwa zaidi, na mbaya tayari mizizi yenyewe inaonekana. Kwa ukiangalia kama sasa hivi ni mkurugenzi, lakini sio mkurugenzi wa kampuni moja, ni mkurugenzi kama kampuni 3 hivi tofauti. Na kwa kweli I'm proud of that. Vitu vitatu ambavyo pengine Bwana Daniel anatufundisha. Sehemu ya kwanza ni muhimu wa kuwepo fursa na watu kuziendea. Na tunaposema kuwepo fursa watu kuziendea ni kwamba kama mazingira ya vijana kuwekeza kwenye sekta ya kilimo ni magumu, ni wazi kilimo itawakimbiza vijana kuingia kwenye kilimo. Na pia hapo mazingira ni pamoja na upatikanaji wa huduma za ugani. Unaona Bwana Daniel amemwajiri afisa ambayo ana PhD. Anamsaidia kama mtaalamu, kama mshauri wake. Na namna ambavyo Bwana Daniel ametengeneza ajira hata kwa watu wengine. Yeye ana mkataba wa kusambaza shayiri, lakini pia ametoa mkataba kwa watu wengine wanaomzunguka, wakulima wadogo. Lakini siku hapa mkataba na kawacha vile bila shaka anawasimamia kuhusu ubora wa bidhaa yenyewe. Maana bila bidhaa kuwa bora ni wazi pia atapoteza soko. Kwa mkulima hiki ni kitu cha muhimu zaidi. Asizalishe kitu kwa sababu sokoni kinahitajika. Ni lazima angalie kwamba napeleka bidhaa iliyo bora, na ndio maana amempa ajira mtaalamu ambaye aweze kumshauri kuwa na bidhaa ambayo ni nzuri zaidi.